Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Asante mpenzi mtazamaji wa ratiba zetu toka Fizi News 24. Tunakutangazia toka mashariki mwa DRC Sauti Kivu, Natasha Mingwandroya kwa utangazaji. Tunakualika moja kwa moja katika matangazo yetu ya Machi 2, 2026. Habari ni kwamba operesheni ya vizuizi barabarani ili kudhibitisha hati za bima ya gari imeratibiwa Machi 10, 2026. Taarifa hii inatolewa na meya wa Bukavu Bwana Ladisi Muganza Wakandwa chini ya muungano wa FCM 23 katika mahojiano na waandishi wa habari wikendi iliyopita. Kulingana na mamlaka ya jiji, kuahirishwa huku kunatokana na malalamiko kutoka kwa waendeshaji wa usafiri wa umma na watu binafsi. Meya wa Bukavu alisisitiza kwamba bima ya magari, pikipiki, lori na magari mengine ni ya umuhimu mkubwa kutoka kwa maoni ya kisheria, kijamii na kiuchumi, hasa kutokana na ajali za barabarani za mara kwa mara katika jiji kama Bukavu. Aliongeza kuwa bima hutoa faida kwa waathiriwa katika kesi za majeraha ya mwili, ulemavu, kifo au uharibifu wa mali. Alieleza kuwa bila bima mwathiriwa ana hatari ya kutolipwa fidia iwapo aliyehusika na ajali hiyo ni mfilisi. Kwa hiyo Bwana Ladis Muganza aliwataka madereva kuhakikisha wanakuwa na bima, kwani kuendesha gari bila hiyo kunawaweka kwenye hatari ya kutozwa faini, kufungiwa magari na kufunguliwa mashtaka ya kisheria. Kuwekewa bima kunaonyesha tabia ya kiwajibika, hupunguza migogoro inayohusiana na ajali, huepusha suluhu zenye vurugu nje ya mahakama na kukuza amani ya kijamii, alihitimisha Meya Ladis Muganza Wakandwa. Shukrani sana Deborah na Megabe kwa ripoti hiyo. Habari za sasisho. Ushirikiano wa Uswisi umezindua mwezi wa kijani vipunde katika jiji la Bukavu. Haya yamefanyika katika kipindi cha Amani na Maendeleo kwenye Redio Maendeleo Jumapili Machi 1, 2026. Kulingana na Thomas Jenatchi, kampeni hii inalenga kuongeza uelewa miongoni mwa wakazi kuhusu masuala ya mazingira na kukuza mazoea endelevu. Hii ni kwa ajili ya kukabiliana na changamoto za kimazingira zinazokabili mji wa Bukavu, ambapo ukuaji wa haraka wa miji, ongezeko la watu na usimamizi duni wa taka unazidisha uchafuzi wa mazingira na hali ya uchafu pamoja na Ziwa Kivu ambalo tayari linatishiwa na utirishaji, udhibitiwaji, huku ukikatisha miti, ikidhoofisha maeneo jirani. Ili kuhakikisha mafanikio ya kampeni hii, Bwana Thomas anatoa wito kwa wakaazi na washikadau kushiriki kwa wingi katika mpango huu wa kurejesha sura ya zamani ya jiji la Bukavu. Kwa kutumia fursa hii, viongozi wa jamii na maskauti kutoka kundi la Notre Dame de la Paix walipanda miti kando ya njia kadhaa katika jiji la Bukavu. Ikumbukwe kwamba shughuli kadhaa zinapangwa wakati wa mwezi wa kijani, ikiwa ni pamoja na mipango ya jamii, kampeni za uhamasishaji na juhudi za utetezi. Yote haya yanalenga kuhimiza kila mwananchi kufuata mazoea endelevu na kushiriki katika ulinzi wa mazingira. Kampeni hii inalenga kuhamasisha raia kuhusu masuala ya ekolojia na kuhimiza matumizi ya mbinu endelevu. Hii ni kwa ajili ya kukabiliana na changamoto za mazingira zinazokabili mji wa Bukavu, ambapo ina ukuaji wa kasi ya maji, ongezeko la idadi ya watu na ongezeko mbaya ya taka unaongeza uchafuzi wa mazingira na hali ya uchafu, pamoja na Ziwa Kivu ambalo tayari linatishiwa na utupaji wa taka, wakati ukataji wa miti unazoofisha maeneo ya pembezoni. Ili kufanikisha kampeni hii, Bwana Thomas anaomba wakaji na wadau mbalimbali kushiriki kwa wingi katika kampeni hii ili kurudisha jiji la Bukavu kwa hali yake ya zamani. Wakitumia fursa hii, wadau wa kijamii pamoja na skuti
wa Notre Dame de la Paix walipanda miti katika baadhi ya barabara za jiji la Bukavu. Ikumbukwe kuwa katika kipindi cha mwezi wa kijani, shughuli mbalimbali zinapangwa zikiwemo kazi za kijani, kampeni za uhamasishaji na utetezi. Lengo kuu ni kuhamasisha kila raia kufuata mbinu endelevu na kushiriki kampeni kulinda mazingira. Shukrani Fadhili Mushagalusa. Habari za usalama. Taasisi ya shirika nyipya la kiraia pa Bagira katika manispaa ya Bagira NDC imetoa tamko la kukemea wizi uliotokea mwishoni mwa wiki iliyopita katika shule la sekondari ya Bangu iliyopo manispaa ya Bagira. Taarifa hii ilitolewa mwishoni mwa wiki iliyopita na katibu mwandishi wa NDC Bagira Shamikolo Kitwambili Bertin alieleza kuwa wevi hao walipenya ukuta wa ofisi ya fedha na kumfunga mfanyakazi huyo mlinzi kabla ya kuondoka na vitu vya samani. Katika kukabiliana na hali hii, NDC Pabagira inalaani tabia hii na kutoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua za kutokomeza ukosefu wa usalama huko Bagira. Shirika hili la kiraia linatoa wito kwa idadi ya watu kushirikiana na mamlaka ili kukomesha ukosefu wa usalama katika manispaa ya Bagira. Shamikolo Kitwambili Bertin alizungumza hayo katika mahojiano nasi. Tunaambia watu population idenonce masituation yote na kufanya appel kwa viongozi kusudi wa viongozi wakamate mamezira ziko mpe immediate kwa kusekirize population na kumetre fin kwa hiyo bwizi. Tunaita population kukuwa très vigilant na kukuwa très responsable kukolabore na ba autorité ngambo zote kusudi tumetre fin kwa hiyo maimpunité. Tunalomba kwa viongozi wale civile kama vile wa militaire na wa cadre de base kutafuta namna gani ya kutafuta mamezira kusanksioneo maakte iko hors la loi. Tunaomba sisi sote tuwe tayari kutumika na viongozi na tunasaliwe hiyo bravu na courage ya viongozi wetu ambao wanakuwa wakitumika usiku kama vile mchana kwa kumetre fin kwa hiyo wizi. Tunatia cri d'alarme yetu ya shirika nyipya la raia mu denoncer makaa ya insécurité. Na pia habari za siku ya ulinzi wa raia duniani ni kwamba bunge la wananchi la demokrasia na utawala bora, baraza la raia, inatoa wito kwa wakazi wa Kivu Kusini kupitisha mbinu bora za kupanga miji na kudhibiti taka za plastiki ili kupunguza hatari za majanga ya asili. Shirika hili la raia lilitoa maoni hayo katika mahojiano nasi kando ya siku ya ulinzi wa raia duniani inayosherekewa kila Machi moja. Kwa shirika hili la raia, ulinzi wa raia unahusishwa na usimamizi sahihi wa taka, mipango mizuri ya miji na ulinzi wa misitu na rasilimali za maji, yote ili kulinda idadi ya watu na kupunguza hatari za maporomoko ya ardhi, mmomonyoko ya ardhi, kupunguka kwa ardhi na mengine mengi. Hii ilikuwa ni fursa kwa Mheshimiwa Amani Luambo Sandrake, kiongozi wa faida la shirika la ambaye anakuwa kiongozi wa taifa katika sekta hii ya shirika la wananchi, kutoa wito kwa wananchi kulima na kulinda mshikamano wa jirani, kulinda misitu na vyanzo vya maji na kufufua kazi za jamii ili kuboresha mazingira ya maisha. Alizitaka mamlaka zinazohusika kusimamia kanuni kali za matumizi ya ardhi na kupiga marufuku ujenzi wowote katika maeneo ambayo yanahatarisha maisha ya wananchi. Alizungumza juu ya hilo katika mahojiano nasi. Ulinzi wa raia sio jukumu la kipekee la wale wanaohusika, sio jukumu la kipekee la serikali, lakini si kama vile haki ya kwanza ya kibinadamu yenye kutii na kuheshimia uzima ama tunaita droit à la vie. Ni sharti sisi wote tujiunge pamoja kwa kuweza kujikingia maisha, na hasa tukijua kama tunapoharibisha mazingira yetu inazohofisha nguvu za kutulindia usalama na kuweza kuishi miaka mingi. Tumeona kama kuna kwa matatizo katika ujenzi na hali ya tunapoishi. Ndio sababu tunakumbusha raia kwamba kujenga ama kununua kiwanja cha kujenga fasi isiyokubalika, fasi iliyo mbaya, fasi yenye kubomoka, yenye kutereza au kunyonyomoka, ni kuweza kutia maisha yao katika hatari. Ama fasi yenye unaona mugezi inaweza kupitia, maji inaweza kuvimba na kupafikia, ni kutia maisha yako katika hatari na inakuelekeza haraka kwa kifo na kumalizia maisha.
utumizi mubaya wa uchafu unaotoka nyumbani, ama tunaita déchet, gestion ya déchet, hiyo tunaotosha nyumbani, nayo inatuletea katika hatari mitoni yetu, bahari na maziwa zetu, na hata pia mifureji yenye kupisha maji sio nafasi ya kuwekea uchafu. Na pia habari za ulimwengu katika matangazo haya ni kwamba mamlaka ya Iraq imetangaza Jumapili kumalizika kwa shughuli za msako kufuatia mashambulizi ya anga ya Marekani na Israeli dhidi ya shule ya wasichana ya msingi kusini mwa nchi hiyo. Maelezo katika ripoti hii iliyosomwa na waandishi wa kituo chako cha matangazo toka wenzetu wa Africa News. Watu 165 wamefariki shule ya Shajari Tayeb iliko Minab, jiji ambalo pia ni makazi ya walamuzi wa mapinduzi ya Kiislamu, ilishambuliwa Jumamosi na shambulizi kubwa lililoongozwa na Washington na Tel Aviv. Rais wa Irani Masoud Pezeshkian amewatumia pole familia za waathiriwa pamoja na wakai wa Minab. Katika taarifa, amekemea vikali mashambulizi hayo ya angani, akiyaita yasiyo ya kibinadamu na kitendo cha kinyama, akidai kuwa yanaongeza ukurasa mwingine wa giza kwenye orodha ndefu ya makambi yaliyofanywa na washambulizi dhidi ya Irani. Kiongozi wa nchi ya Iran pia amewataka wafanyakazi wote wa uokozi, muundo wa kimatibabu na viongozi wa mitaa kutanguliza matibabu ya haraka na endelevu kwa waathirika na ndugu zao kwa kutumia rasilimali zote zinazopatikana. Shukrani Jidine Sadiki kwa ripoti hiyo. Na pia habari za utamaduni kwa lengo la kukuza amani na mshikamano wa kijamii kupitia sanaa. Mpango wa Uwezo Afrika na ushirikiano wa Uswisi hivi karibuni ulidhihirisha programu ya mafunzo kwa wasanii 15 wa kuona katika sanaa ya koloji. Mafunzo hayo yalifanyika wakati wa maonyesho yaliyofanyika wikendi iliyopita katika kituo cha Mashujaa kilichopo mjini Bukavu. Baada ya wiki moja ya kazi ya ubunifu mjini Bukavu, wasanii hawa wametengeneza picha zenye ujumbe mbalimbali ikiwemo amani, kuishi pamoja, mshikamano wa kijamii, umoja, ulinzi wa mazingira na mengine mengi. Kwa Bi Janet Bazibuhe, msimamizi wa miradi ya kitamaduni katika shirika la Uwezo Africa Initiative, kazi hizi zitasaidia kuwasilisha ujumbe wa mshikamano wa kijamii na ujenzi wa amani. Leo ni experience moja hii, labda kesho kutakuwa ingine, na wao peke pia wanaweza kuanza pima, kwa sababu inaonekana kama wanaweza, na kama inawezekana kwao wanaweza sasa kujihusisha, kama vile watu wanasema wanaweza kujihusisha kuletea mtu proposition ya evre yao purke bajulikane na wafanye kazi tena mzuri. Msimamizi wa programu katika ushirikiano wa Uswisi amepongeza juhudi hizi na kuhakikisha ushirikiano wa DDC katika kukuza amani na mshikamano wa kijamii. Hisia kuridhika kwa wasanii ambao wanawashukuru waandalizi na kuhimiza wananchi kujipatia kazi hizi. Tableau ambao mimi nilichapa ina parle sur l'environnement, ni tableau ambayo inapatikana kwa Mashujaa Art Center, na ni pale ndipo ambapo tulifanya siku 7 ya uchoraji ama ya kuchapa, na ni pale ndipo tunaweza kuona zile picha. Tufanye kulinda mazingira sababu vitu vyote tunatupa kwa mazingira vinarudia na kuleta magonjwa ndani ya jamaa zetu ama ndani ya environment yetu, na uchafu yote ambao tunatupa inaenda bakia ndani ya lake na inaleta probleme kwenye barrage ya Ruzizi. Ile tableau yangu yenye nilichapa juu ya mti ya mazungumuzo inaonesha kwa population kama batu bakikuwa naongea batakuwa napata solution kwa shida zenye biko nazo. Make maongezi inaleta amani. Maongezi inaleta cohesion mu dunia. Hii tableau itabaki ko expose hapa ku centre Mashujaa. Mwenye anapenda kuipata atazipata pale njo kwenye iko expose masiku yote. Fahamu ya kwamba picha hizi zitaonyeshwa katika ukumbi wa kitamaduni wa Mashujaa Center
mjini Bukavu na zitawekwa kwenye majukwaa mbalimbali ya kidijitali ili kufikisha ujumbe kwa umma. Yote haya ni kwa lengo tu ya kukuza amani, mshikamano wa kijamii na kuishi pamoja. Asante sana Jale Omari kwa ripoti hiyo. Tutamatishe tuna habari za utamaduni. Kukuza ufahamu miongoni mwa kizazi kipya kuhusu kuheshimu maadili na desturi za kitamaduni ni mojawapo ya malengo ya maonyesho ya tathmini Zereta of Walu iliyosalalishwa na kampuni ya Monastral Theatre mnamo Jumapili Machi 1, 2026 katika jiji la Bukavu. Kupitia maonyesho yaliyoandaliwa karibu na marejeo ya kitamaduni tasmilia iliyoandikwa na Espoir Bulangalire anayeshughulikia kupitia kama Hope Alfred na kuongozwa na Jise Shabani ili gundua mahali na mila katika ulimwengu wa kisasa. Espoir Bulangalire anayejulikana pia kama Hope Alfred anawashukuru watazamaji wengi wa Bukavu waliofika kuona tamthilia hiyo na kuunga mkono sana hiyo waliofanya. Anazungumza juu ya hili kuhusu dondo hili lililokusanywa na waandishi wa habari. Ilikuwa ni juu ya kusisimua donc kuinitie hii generation ya leo kuheshimia ama considérer ile nani tradition, les valeurs, ma valeurs ziko coutumières, ziko traditionnelles, baziheshimie bazisahabu juu kwenye dunia kwa tubeba on a l'impression que bananza sahabu juu dunia kuna babeba na ndio bananza tembea mu rythme ya monde ya leo, banasahabu ataka mabiko na ma valeurs na ma pratique zenye wanapaswa heshimia ziko traditionnelles. La ziada hatuna mtazamaji wa ratiba toka Fizi News 24. Ni hapa ndipo tunatamatisha ukurasa wa habari kwa siku ya leo. Tukutane siku nyingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Asanteni. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.